hautakabali, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu. Huu kuvumilia yote, kuamini yote, kutumaini yote, kustahimili yote. Hata kama kuna vitu vyote, lakini pia tunatakiwa bado kuwa na upendo, kwa sababu upendo usipokuwa nao utakuwa hauna furaha, utakuwa hauna amani, utakuwa hauelewani na watu. Tunatakiwa kuwa na upendo, tunatakiwa kuwa na upendo kwa sababu upendo utusaidia sisi hapa katika mazingira. Hata kama saa nyingine utapanda, lakini kuna siku utashuka, lakini kama ukoresha zako upendo na wenzako pia hawatokupenda. Baba mmoja alikuwa akitembea barabarani huku akitafuta kazi. Hiyo kazi aliyokuwa anaitafuta alikuwa anahitaji sana kwa ajili ya familia yake na yeye mwenyewe, ili aweze kujilisha na maisha yaendelee. Mungu akaamua kumjaribu huyo mtu ili aone kama ana upendo, ili ampe hiyo kazi. Kwa hiyo alimtuma ombaomba. Akaenda kwa yule baba na akamuomba hela, lakini yule baba alikuwa na upendo, akatoa hela yake mfukoni na kumpa yule ombaomba. Hivyo alipotembea mbele, baadaye akapigiwa simu na kampuni amepata kazi. Ni ule upendo aliomuonesha yule ombaomba na upendo au hatuna. Mioyo ya chuki haitusaidii chochote. Itatufanya tuwe maadui na watu, itatufanya kuwe na vita na vurugu. Tunatakiwa kuwa na upendo. Wakolosai 3:14 nawe nasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo ninyi zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Tunatakiwa kujivika upendo kwa sababu ndio tutakuwa na ukamilifu zaidi. Kama Bwana anavyotusamehe sisi dhambi zetu, na sisi tunatakiwa tuwasamehe wale ambao wametukosea, kwa sababu asiyesamehe wenzake naye pia hatasamehewa. Huo pia ni upendo, kusamehe wenzio. Sio unataka mtu unamchukia wewe kila saa, unataka mdogo mtu usione, achana naye. Muombe Mungu akupe roho ya upendo, sio roho ya chuki. Amen. Tunatakiwa kuwa na roho ya upendo, upendo bandia. Baadaye nilipokuwa chini wote tunafanya kazi, vijana wawili walikuwa wanafanya kazi, waliokuwa wote chini walikuwa wanapendana sana, wanaonyeshana upendo, lakini mmoja wapo alikuwa aoneshi upendo wa ukweli. Siku alipopandishwa cheo, akawa amjali mwenzie tena, akawa amchukulii kama mwenzie, lakini alipopandishwa cheo pia akaanza kufanya mambo ya ovyo ovyo. Kwa hiyo ile kazi ikamfukuza pale, na mwenzake yule alikuwa naye hakumsaidia, kwa sababu alipopandishwa cheo hakuwa na yeye anampenda, alimwacha. Kwa hiyo yule pia kijana akaamua kuendelea maisha yake. Upendo unatusaidia. Angekuwa na upendo na yule hata kama angefukuzwa kazi, bado yule mwenzie angemsaidia na upendo ule aliomuonesha, kwa sababu upendo unatusaidia. Amen. Saa nyingine unaona kwamba yule aliyokuwa mdogo hakuheshimu tena, anakudharau. Unajiuliza ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwanzo mlipokuwa wote mnaishi ulikuwa umheshimu, ndio maana na yeye
alipokuwa mkubwa akawa kuheshimu. Tangu ulipokuwa naye unatakiwa uoneshe upendo ili na yeye akuthamini, kwa sababu yeye hapo akikuangalia wewe mkubwa wake anaona roho ya chuki, yeye mwenyewe anaanza kukuchukia. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na roho ya upendo ili hata wadogo zetu pia watupende. Amen. Dharau, hawana maadili, ni kwa sababu hawakuonyesha upendo. Wangekuwa wanaonyesha upendo, wangewaheshimu wakubwa, wangekuwa wanafanya vitu ambavyo si vya kudharau, ni vitu vya heshima. Amen. Kwa sababu saa nyingine unakuta kweli mkubwa anakuonyesha upendo, lakini wewe hapo unachokifanya ni ukorofi. Yaani pale mkubwa anaamua aachane na upendo ule alikuwa anakuonyesha, akaanza kukuonyesha chuki. Amen. Kwa hiyo ukitumwa usinune, kwa sababu ukitumwa, ukikubali, huo pia ni upendo. Unamsaidia mkubwa wako kazi zile za nyumbani, huo ni upendo. Utaki achoke, sio unamwona pale anafanya kazi anachoka, wewe unamwacha tu, unamwangalia. Huo sio upendo jamani. Tuwe tunapendana, tuwapende wadogo zetu, tuwapende wakubwa zetu, tuwaheshimu wadogo zetu, tuwaheshimu na wakubwa zetu. Amen. Upendo unaweza pia ukakuletea heshima. Upendo unaweza pia ukakuletea utu. Upendo unaweza pia ukakuletea unyenyekevu. Upendo unaweza ukakuletea vitu vingi duniani ambavyo ni vizuri. Upendo unaweza pia ukakuletea baraka. Bwana akakuona akasema huyu mtoto ana upendo sana, Mungu nimbariki, afaulu mitihani yake kwa sababu ya upendo wake. Amen. Tutapata baraka, sio kila saa chuki. Bado utakuwa na maadui, utakuwa ulali vizuri, kila masaa unaanza yule pale namchukia, yule pia namchukia, huyu sijui nini. Lakini uwe na afya. Ukiwa na chuki wote utakuwa nakuombea mabaya, huyu awe na magonjwa, huyu awe sijui na nini. Lakini ukiwa na upendo, watu watakuwa wanakuombea mambo mazuri. Unatakiwa kuwa na upendo. Ukiwa unamuongelesha mtu kwa upendo, yeye mwenyewe atakuwa anakuongelesha kwa upendo, atakuwa anakuongelesha. Lakini wewe hapo ukimuongelesha ndivyo sivyo, naanza kufanyia hivyo hivyo. Tunatakiwa kuwa na upendo kwenye maongezi, kwenye vitendo na kwenye kila kitu tunachokifanya kila siku. Amen. Sio unamwona mwenzako amekunyima ndio unaanza kumchukia. Hapana. Labda mwenzako anacho kidogo iko, lakini hakujaliwa, siku nyingine yeye atakupa. Sio hiyo siku umeshaachana naye rafiki. Hiyo siku unataka kumwambia mabaya, huo sio upendo, hiyo ni chuki. Na kama mwenzako hana, tunatakiwa ongee, kwa sababu siku ambao wewe hujui, siku ambao wewe utakosa. Kama wewe unacho, tunatakiwa naongee, kwa sababu huo ndio upendo. Na huyo mwenzako kama siku anacho, lazima naye atakupa. Leo hauna hela, mwenzako kakupa. Lakini kama huyo aliokupa kesho ana hela, wewe utampa kwa sababu yeye hapo mwanzo alikupa. Kama alikuonesha upendo, na wewe lazima utamuonesha upendo. Amen. Tunatakiwa kuwa na upendo. Tunatakiwa kuwa na upendo kwa sababu watu wenyewe watakuwa wanatuheshimu. Tunatakiwa kuwa na upendo kwa sababu watu wenyewe watajua wewe ni namna gani, watajua wewe ukuu wako ni upi. Kwa sababu hata kama wako ni mkuu, ukiwa unaonyesha watu upendo, watu watakuwa wanakudharau. Kwa sababu wasiona upendo, watu watasema wewe hana hata ukuu. Yule mwenyewe kama sisi anatuongelesha vibaya. Kwa nini usimwongeleshe mwenzako kwa upendo, na yeye siku atakuja kukufanyia matendo ambayo wewe mwenyewe utasema haya kweli ni upendo. Amen. Wote kama mtu akikukosea lazima uwe na visa mioyoni, lakini muombe Mungu sana akuondolee hiyo roho ya chuki na akupe roho ya upendo, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na upendo naye pia atakuwa na sababu yake mbinguni. Amen.
upendo. Tusiwe na mioyo ya chuki jamani. Hata wewe mwenyewe ukifikiri kichwani kwako, leo mtu ukimtendea wema, kesho atakukumbuka. Lakini ukimtendea ubaya, kesho atakukumbuka pia na atakutendea mabaya yale yale uliyomtendea. Sio kwamba wao wenzako watendee mambo mabaya, alafu wenzako watakuja kutendea matendo mazuri. Hivyo kitu hakuna. Amen. Tunatakiwa wote tutendeane na upendo. Amen. Hata darasani unakuta kama wewe huyo mtu haukuwa unamuonesha upendo, haukuwa unamjali, unashangaa unakuta vitu vyako havipo, kumbe amekuibia. Lakini mtu ukimuonesha upendo atasema huyu ni mtu wangu, huyu ananipenda, na nampenda akiwa anamjali, niingie vitu vyake sio kuniibia. Amen. Kwa sababu ukiwa na upendo, watu wenyewe watakuonesha upendo, wanajua kabisa huyu hapa ana upendo. Na sisi hapa tunatakiwa tumuoneshe upendo. Tukiwa si hatuna, anatupaga. Tukiwa si hatuna kitu, anatupaga. Tukiwa tumehuzunika, anatufariji. Na wewe siku hivyo utalipwa wema wako. Usichoke kutenda wema, usichoke kutenda upendo. Ndipo siku utabarikiwa. Hata kama watu watakuonesha upendo, utashangaa kwenye vitu vyako fulani vinaendelea, kwa sababu Mungu amekubariki kwa sababu ya upendo wako. Amen. Tunatakiwa kuwa na upendo, sio kugombana na watu. Mtu umekutana naye kumbuka kidogo unaanza kumzaba makofi. Hapana. Tunatakiwa tukakugonga kidogo, anakuomba msamaha, unamsamehe, unampa roho ya upendo. Na siku kama akikutana na wewe atakuonesha roho ya upendo, kwanza utakuwa na marafiki wengi kama ukiwa na upendo. Amen. Sio roho ya chuki. Ukiwa na roho ya chuki, kila masaa utakuwa na maadui. Utakuta hata familia yako ile watoto wako wanakuwa hawakupenda, watoto wako hawakupendi kwa sababu ya ile roho ya chuki. Amen. Tunatakiwa kuwa na roho ya upendo. Hata katika familia zetu, hata katika jamii yetu. Watu wengine watakuona hapo ni mbaya, hata kama siku ukiwa na roho ya chuki, watu wataanza kukuona wewe ni mbaya. Siku kimeibiwa kitu, wataanza kukulaumu wewe kwa sababu wewe una roho ya chuki. Na hata mlaumu mwingine kwa sababu wewe hapo ndio una roho ya chuki. Amen. Tunatakiwa tuwe na roho ya upendo, na hata wenzetu pia watatuamini. Tunatakiwa kuwa na roho ya upendo, na hata wenzetu pia watatujali. Sio kuwa na roho ya chuki, watu hawatatujali, hawatatupenda, hawatatusamini kama sisi nao ni watu. Amen. Tunatakiwa kuwa na roho ya upendo jamani. Hata shuleni, majumbani, kila sehemu, hospitalini. Hata ukiwa tuseme mgonjwa, umeenda hospitali, unategemea kupona, unaenda pale kupona, alafu nesi anakuwa anakuonesha roho mbaya ambayo sio ya upendo. Si utakata tamaa kupona. Lakini akiwa anakuonesha roho ya upendo, utakuwa na wewe unatamani kupona. Anakuambia ajikaze, anakuambia vumilia, mateso yataisha, umeshafika hospitalini. Lakini akikwambia hapo bado upone, utajisikia vibaya na hautaweza kupona. Utapata mshtuko kwanza, kweli nisipone, utaamua kukata roho. Amen. Hata maneno yote akiamua kukuonesha roho mbaya, nani atakuja kukupona sasa? Yeye ajali. Amen. Wewe pia utajali maisha yako. Ndio maana hata manesi pia katika kazi zetu tunatakiwa kuonesha roho ya upendo. Hata tukiwa walimu mashuleni, wanafunzi wanaweza kukuelewa lile unalofundisha kama wewe una upendo. Basi kuwa watakuwa kifaulu mtihani yako kama wewe tu una upendo. Unaonesha upendo wanafunzi. Kwanza wanafunzi wakilelewa na chuki watakuwa hawana upendo kwa mwalimu wao. Mwalimu akiingia pia makelele, hajali kishazoea kila siku anachapa. Hapana. Tunataka kuonesha upendo wanafunzi ili